Nitakugonga sasa. Nitakugonga nakwambia. Nikumbatie niondoke. Kama unataka sawa, mimi nipo tayari tufumanie, haina shida. Wangu. Mtoto sijui umetumwa unataka nini? Dada, kituo chako ndo hichi hapa. Shuka, achia nzio sito apate kujilamba. Bwana. Kwani mimi sinajua ninapoenda? Naenda nao na urudi nao nitakupa nauli yako. Kwani shida iko wapi? Kwani ile gari lako lina nini? Mbona watu wanalingangania? Ni Chris Bando huyu. Na nilijua tu. Nimelipa kidogo, wamenipa bando la kutosha. Kiasi ambacho nimeamua kuunganisha wifi ili wateja zangu waweze kuenjoy. Jamani, mtapotea kwenu bure. Hata nyinyi mnaweza kujimiminia kwa uhuru kabisa. Ukishakuwa na line ya Halotel 2, unalipia 11,000 na kuungwa GB 10 zinazokaa ndani ya miezi 8. Ukitaka kumpata Chris Bando, mpigie kwa namba za simu hizi hapa. 0717 04 80 48 au 0785 73 63 61. Na namba hizo ni kwa ajili ya kumpigia Chris Bando tu. Lakini kama unataka ulipie bando lenyewe, tumia lipa namba na hakikisha jina linatoka Christopher Luoga. Na baada ya kukamilisha malipo yako, utafuadi ujumbe wa muamala kwenye moja ya hizo namba za Chris Bando. Usubiri kuungwa. Chris Bando! Basi inatosha na kuomba ondoka. Please inatosha. Sumisha nikumatia na kuomba ondoka basi. Nikushina miguu yako. Ondoka. Please niachie. Toka bwana, please. Nikisema nikupe hiki kichwa huwezi beba, takufa kwa mawazo. Jamani msione nalewa, ndio maana nalewa. Sinywi mitungi kwa sifa, yanayonifelisha ndo chanzo. Kurudio munachelewa. Sister. Ade. Nakuja. Umemaliza? Nimemaliza ya. Umeshiba? Nimeshiba. Yanapo tumbo langu lipo mbwambwambwa wenyewe wanasema. Nashukuru. Haya. Sasa nimeshafanya usafi huko, nimeweka mazingira kila kitu sawa. Kwa hiyo nilikuwa naomba mara moja niweze kwenda kule magetoni kwangu. Kuna mazingira kidogo niweke vizuri. Maana toka asubuhi nilivyoamka nilichorompoka tu nikaja tu hapa. Kwa hiyo sijaweka vitu vizuri kule. Kwa hiyo nilikuwa naomba niende. Sasa mbona unaondoka? Mimi nataka kidogo hata tuangalie TV, tucheze game. Sio je ucheze game? Najua. Lakini kwa hiyo mimi nilikuwa naomba wacha niende nikaeke vitu vizuri. And then nikimaliza nitapumzika kidogo, kisha hapo baadaye nitarudi. Sawa. Lakini sasa nina ombi langu moja. Nataka leo niende nyumbani kwako. Karibu vinywaji madam. Asante. Samahani meneja. Bila samahani. Hivi ile siku ya kwanza wakati nakuja hapa kabla sijaenda msibani nilitumia shilingi ngapi? Nakumbuka ulinipa kitu kama 500,000 hivi. 500,000? Ndio. Samahani.
Kama utakuwa unakumbuka, unaweza kaniambia nilitumiaje? Ulilipia chumba wiki 2, pia ukahitaji na chakula, pia ukatunulia vyakula sisi wote humu ndani pamoja na vinywaji. Ilikuwa hivyo, madam. Afu ndio muda mwingi upo huku. Haupati muda wa kufanya usafi. Nikakusaidia kidogo ukaliza ndani. Amna tu dadangu. Mimi naona tu bora ubaki kwa sababu kule nyumbani kwangu hakuna vitu vingi vya kufanya, labda kama kuna manguo ya kufua, si mavyombo hamna. Kwa hiyo wala sijisumbue, tuache tu niende. Usafi anaofanya mwanamke na usafi anaofanya mwanaume ni vitu viwili tofauti. Yaani mwanaume mnalipua tu. Sasa mimi nataka nikienda nikudekie, nikushie vyombo, nikufulie, niache chumba chako kisafi, afu baadaye nitarudi. Wewe sikakae tu lazima nikusaidie. Sasa ngoja nimwage Datifa tuondoke. Vipi jamani? Datifa nakuwa nataka niende kwa Kamudi kumsaidia usafi. Baadaye nitarudi. Kwani Mudi anakaa kule? Niponda kumpangia kule bondeni. Basi sawa. Twende wote na mimi nikapaone kwake. Maana sio vizuri tunaishi na mtu afu kwake sipajui. Kwamba mimi mimi ndo niliagizia watu wote hapa chakula, vinywaji. Ndiyo madam. Tena nikakuuliza mara 2. Ukasema unajitolea. Yaani nimeuliza hivyo kwa sababu naona nimeondoka hapa ila yangu akiba hata sielewi imekuja kuaje, nimefika msibani huko nako sielewi pia nimetumiaje. Okay. Somba. Haina shida. Okay, basi nitaomba uniagizie ndizi 2 na paja. Paja la kuku? Leo nina hamu ya mbuzi, kwa hiyo nitaomba uniagizie ndizi 2 za kuiva na paja la mbuzi, alafu hilo paja la mbuzi mtalikatakata, kwa hiyo kama mtagawana huko na mimi mtaniletea. Mtaangalia itakuaje, pia kama kuna vinywaji pia mtachukua, bili utaunganisha mtaniletea. Sawa madam, asante sana. Kama siku ile wewe sio unaangalia TV unarudia marudio ya mchezo. Mimi situbaki mwenyewe ndani. Naweza nikasinzia. Twende wote, tutarudi wote. Tena ngoja nikabadilishe nguo kabisa. Twende wote kwa kaka Mudi. Ujana vizuri Asante. Karibu. Mimi nimetekwa na mapenzi Hamna shida. Wewe utaangalia tu mpo wangapi. Kwa hiyo kama mtaagiza agizeni. Alafu mimi mtaniletea. Bili nitakuja kuclear tu. Haina shida. Sawa madam. Shukrani sana kwa hilo. Asante. Afu samani, nilikuwa naomba nitafutie dereva wa gari ambaye mwenyeji hapa mjini. Maana nataka nikitoka hapa niende sauna, anipeleke sehemu yenye swimming nzuri na nahitaji kuogelea, pia nikafanye na shopping. Kwa hiyo nilikuwa naomba chakula kitakavyokuwa tayari huo ushawasiliana na huyo mtu, maana nataka nikila nitoke, nimechoka. Nahitaji niende sehemu. Sawa, hamna shida madam. Basi sawa, nashukuru. Hakikisha anapajua mjini, nataka nitoke. Kuna vitu nataka nifanye. Hamna shida, nitakuletea basi. Asante. Shule inayofunza mema na mabaya ndio dunia.
wajuaji na wapumbavu wamo dunia. Anguko lako ni kicheko kwa wengine dunia. Wasindikizaji, wapambanaji wamo. Hey. Yeah. Mbona kama ni tamu hivi? Na hapo bado hakijaiva. Sifa sasa. That's my wife. Safi. I can feel you now. Unajua kuna namna na kuona saizi. Tunaanza kusafiri katika frequencies zinazofanana. Ningejua huja mwisho wa safari na nisingefanya Kale ka distance mati sikuoni, eti najiona nisha move on, ukadhani na enjoy, kesi zimenichosha niko yeah. Dunia ina siri, so kila unemona ba moyoni mwake ana furaha no. Dunia, 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 dunia. You killing me, baby, you killing me. Na unavyojua kunipatia sasa. Yaani nimekuja hapa na hasira na kisirani nimefula. Lakini umenichokonoa hapa. Baba wa watu umenifanya mpaka sasa na cheka tu ovyo kama mpumbavu. Wewe uko wapi? Yaani umenitoa nje nisimame hapa nikusubiri na sikuoni muda wote huo. Sekela, kwanza pole sana. Yaani unajua nimeamua nikimbie na mguu kwa sababu nimeona pikipiki yenyewe huko matope kibao inanichelewesha. Sasa ndo nini? Mimi umeniweka muda wote huo. Nisamee mama yangu. Mimi nilitaka tu utoke nikukute hapa nje mambo yasiyo mengi kwa sababu kuna sehemu ya muhimu ninawahi. Kuna mgodi umetema kwa hiyo hapa kuna pesa na iwahi chap. Sasa sikia, sawa? Sikiliza nikwambie vizuri. Fanya mchakato. Nataka nipige tena ule mtoto. Naona leo kama vile haupo sawa. Niwe tu kusalimia. Nishazoea kila siku asubuhi na kuchungulia pale dirisha nilikuwa namaliza kufanya usafi hapo garden. Lakini leo sijakuona, nikaona nisimalize siku bila kuja kukuona. Lakini leo nilichelewa kuamka. Kwa hiyo nikaona nije nikusalimie kwanza kabla siku haijaisha. Basi naona kama vile uko sawa. Bye. Leila. Yaani fanya kila namna unavyoweza. Nataka nichape. Na ukizingatia kwa sasa hivi yule mtoto atakuwa ananiwaza kinoma noma. Kwa ukifanya michongo nikipiga kwa mara pili, mambo yanaisha. Nani? Nani vipi bwana, si Violet mke wangu kipenzi cheupe jamani, na wewe Sekela wewe utaniuzu unajua. Sikia. Mimi nakuamini. Unajua kuniangusha hata siku hiyo, hata siku moja.
Kwa ninaamini katika hili mchongo utakaa sawa. Unajua nini Sekela? Safari nimejipanga vizuri sana. Yule mtoto nataka nikapigie loji. Unajua watoto wazuri kama wale, kuna namna ya kujipakulia minofo. Taratibu, huku kifeni kikipepea kwa mbali. Sasa, fanya kila namna unavyoweza wewe. Yule mtoto nikapige kwa utulivu. Bila pressure, bila wasiwasi. Wewe Mwanji, yani kuna kitu wewe hujaelewa bado. Wewe usiongee sana. Najua shida yako ni hela. Hela ipo. Shida nini? Shika hela, najua shida yako ni hela. Shika hela. Sio, unanielewa vizuri? Ningeenda kutumia kwenye simu. Hakikisha mchongo unakaa sawa. Naomba nisikilize vizuri ya binti. Kuna namna naanza kuona unaanza kucheza na maisha yangu. Vitendo ambavyo unaanza kuvileta na namna ambavyo unaona mimi nakukataa. Usije ukafikiri mimi ni fala sana. Na wala usidhani labda mimi ni hanithi. Mimi ni mwanaume kabisa. Kabisa. Lakini tu kuna namna najaribu kumheshimu blaza, kumtunzia heshima yake kama mwanaume mwenzangu. Kwa sababu ya imani ambayo kanipa. Lakini pia kwenye masuala haya ya mapenzi ambayo na entertain kwangu, mimi hiyo sayari nimeshahama kitambo. Moyo wangu na hisia zimeshakufa kabisa kuhusu mapenzi. Mlango wangu wa mapenzi mimi umeshafungwa na funguo yake ishapotea, yani sijui hata uko wapi. Sasa kuna namna naona kama unaenda kuchokonoa ili kufuli ambalo nimeshafungwa. Kuna namna nataka ubomoe huu mlango ili uone humu ndani kuna nini. Sasa mimi sitaki Leila. Kuna namna naogopa mwenyewe. Kwa sababu najua ukiingia katika mlango wangu wa mapenzi balaa lake ni zito. Moto unaowasha katika mapenzi yangu hakuna extinguisher ambayo inaweza kazima we binti. Ndio maana sitaki. Mimi nikipenda na kuwa chizi. Kuna namna mimi ni taira, ni mwenda wazimu when it comes to love. Naogopa, sitaki. Kwa naomba nielewe na ujiepushe, ukae kabisa mbali na mimi, kwa sababu ili balaa ambalo unaenda kulitengeneza kama nitaruhusu kufungua ya mambo yaende kama yalivyo, I'm afraid tutapotea wote. Mimi ni chizi wa mapenzi Leila, tutapotea wote. I don't want this to happen. Najua the real man when loving somebody is loving for fucking real. Sitaki haya mambo yafike mbali. Mwanji, halo. Niko bondeni hapa chapu, nafika hapo ndugu yangu. Sasa hivi nafika. Nisubiri. Haya, nakuja. Sekela. Maneno yasiwe mengi, fanya vitendo mama. Nisikilize basi Sekela. Fanya vitendo, acha maneno. Nimejipanga vizuri. Nimeandaa mistari mikali sana baada ya kupiga yule mtoto. Watu walishachonga sana. Eti Violet simpati tena. Oh mama, baby. Sema Mwanji boy. Unasikia? Fanya hivyo, acha maneno. Fanya hivyo. You cheesy eh? Mbona mchizi anakupenda tu? Mbona mwamba anakustandia tu vizuri? Mbona mwamba anajali? Kitu gani ambacho unahisi unakosa kwa mshikaji? Mbona ni gentleman wa maana tu? How come leo hii unakuja tena kuanzisha safari nyingine na mtu mwingine ambao hujui historia yake ikoje, hujui moyo wake ukoje, hujui mambo yake yakoje? Mapenzi ni hatari Leila. Don't entertain these things, ni hatari mapenzi. Kwa mimi nakuomba, kaburi hili ambalo unajaribu kulichimba, naogopa lisije likakuzika mwenyewe. Kwa sababu experience yangu mimi kwenye mapenzi ni kubwa kuliko wewe. Na ninajua ninaposema nampenda mtu nampendaje. It's crazy. So I don't want this to happen. Naomba kabisa achana na mimi. Please, baki na mumeo. Nakuomba, niko chini na miguu yako, nakuomba sana. Baki na mumeo, achana na maisha yangu. Naogopa mapenzi. Nimekusikia.
Lakini unaona maneno unaniambia sasa hivi hapa. Hayo maneno ungetakiwa uongee mwanzo huko kipindi tunaanza, labda ningeacha kufanya hivi ninavyofanya. Lakini hapa Manyanya nilipofikia, sisikii chochote na siogopi chochote. Nilikuwa nakuona ulipokuwa unaongea. Ni mzako kwa naingilia huko, natokea huko. Akili yangu inaniambia nimpende Manyanya tu. Na sitaka kuja kubadilisha msimamo wangu. Mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea, maana nimekosa hoja kujitetea. Inanikunja inanipenda. Nimekuja kushukuru kwa wema uliofanya kwa mume wangu. Hata hivyo nilishaanza kuchukia kwa sababu ya kitendo ulichokifanya juzi. Kiukweli sikufurahishwa nacho. Lakini nimeshakusamehe kwa sababu naelewa hiyo ndio hulka yenu nyewe wanaume. Kuna muda miemko inawazidi mpaka inawapelekea kuwa hivyo. Lakini mimi nimeshafash yote. Nimekusamehe na pia naomba nisamehe nilipokosea. Na kingine nimekuja kukuomba tutakuwa tunalipa kidogo kidogo kwa sababu pesa walotu wazima ni nyingi mno na uchumi wetu kwa sasa hivi hauko sawa. Ukizingatia juzi tu tumetoka kwenye matatizo. Kwa tulikopa kopa hela. Naomba tuvumilie tu babangu, tutakulipa hela yako yote. Jamani, kiukweli tushachoka kutibu UTI kila siku. Vyoo vichafu vinanuka, yani kwenye zamu zenu hata mfanyi usafi. Yani sijui mna tabia gani? Mwanamke unaendaje na kikopo kwenye choo, yani unaonaje yani? Unajitawaza hata ukatakata kweli? We koma wewe, unazani hatukujui. Wakati wewe ndo wa kwanza kutupa vipedipedi vyako chooni mpaka choo kinaziba. Kipepeo unadanganya? Wala hata udanganyi. Wakati yeye ndo anayeongoza kutokuingia na maji chooni Mwanaizaya wewe. Sijui upoje. Hebu subirini kwanza jamani. Na ndio maana tupo hapa tunajadili hilo. Habari zenu? Salama, shikamoo. Marhaba. Mima. Samahani nakuomba kidogo. Jamani, wewe mzee, huoni kama mimi hapa nipo kwenye kikao? Sawa mpenzi wangu huko kwenye kikao, lakini na mimi na muhimu na wewe. Wewe, hebu endelea. Mima, kwa heshima, hebu msikilize mzee. Msikilize, kuhusu haya mambo ya kikao sisi tuko hapa, tutakufikishia. Wala usiwaze. Usijali. Kawaida sana. Baada ya mume wako kuniambia hilo tatizo, niliamua kujitolea. Kwa kuwa niliona tatizo linakuface moja kwa moja. Japokuwa yeye anajua kwamba nimemkopesha, lakini binafsi najua kwamba nimetoa kwa ajili yako. Kwa hiyo ondoa pressure. Jamani, kwa nini unafanya yote hayo? Unajua pesa unazotoa ni nyingi mno na sijui nitakulipaje. Sielewi. Relax. Hayo yote nimeyafanya kwa ajili yako. Na sihitaji mnilipe, kuwa na amani. Relax. By the way, na haraka kidogo, naelekea garage. Gari yangu nimeiacha service. Nadhani tutawasiliana. Shule inayofunza mema na mabaya dunia. Wajuaji na wapumbavu kwa Mungu. Anguko lako ni kicheko kwa wengine. Wasindikizaji, wapambanaji wa Mungu. Hii ndo dunia bwana. Nikisema nikupe hiki kichwa uwezi beba. Mima, naomba nisikilize mpenzi wangu. Yaani mimi kwa kusema ule ukweli, toka siku ile nilipotoka hapa, silali, sili, sinywi maji yakanipita. Hivyo Mima, naomba nielewe kitu hiki kimoja. Niko tayari kufanya chochote ili niweze kuwa na wewe. We mzee, ujue na kuheshimu
Kwa hiyo naomba tuheshimiane. Futa hilo neno linaloitwa mpenzi. Sina mapenzi na wewe mimi. Ilikuwa ni biashara tu. Na bila shaka biashara yetu mimi na wewe tulishamalizana toka ile siku. Mimi mwenzako sitaki tena hayo mambo sasa hivi. Nimeshaokoka jamani. Siyawezi. Kwa hiyo ninachokuomba, usinitafute kwa lolote kuanzia leo. Sijui umenielewa? Mima, naomba nielewe mpenzi wangu. Nionee huruma. Wallahi nakwapia Mima. Mimi niko tayari kukuoa kwa gharama na mahali yoyote unayoitaka Mima. Na kitu kingine usichokijua mpenzi wangu, hapa nilipo nimekwisha achana na mama watoto wangu. I am single. Yaani hapa niko tayari kuanza maisha mimi na wewe. Yaani chochote kitakachokuhusu niko tayari kukibeba. Naomba nielewe mpenzi wangu. Umeona? Yaani hapa nilipo nimebeba kila kitu cha kwangu. Ili begi nimekusanya nguo zangu zote. Niambie kama mazingira hayo yapendi. Niambie wapi unapenda kwenda kuishi. Kokote unakotaka kwa gharama yoyote. Wallahi mimi niko tayari kufanya hicho kitu. Nielewe basi mpenzi wangu. We mzee, usiuchulo. Mtu mzima kama wewe uje unipigie magoti binti mdogo kama mimi. Mimi si kama binti yako tu, Hizi si laana hizi jamani. Mimi niende nikaonekanike sina adabu. Alafu nimeshakwambia mimi haya mambo jamani siyawezi. Mimi wenzenu siwezi. Nimeshatoka huko. Hivi unavyoniona, siko tayari kuolewa, siko tayari kufanya chochote na mtu kama wewe. Sio wewe tu. Mimi kazi yangu sio kuolewa. Mimi mwenzako nataka baadaye nije kuwa sister. Kwa hiyo babangu, ninachokuomba, wanawake wako wengi. Nenda huko nje, nenda katafute wanawake wengine. Kuanzia leo mimi na wewe tumeshamalizana tayari baba. Nakuomba baba. Mima. Utaniachaje hivyo mamangu? Mima. Mzee. Unajizalilisha bana. Inuka bwana. Shule inayofunza mema na mabaya ndo dunia. Wajuaji na wapumbavu wamo dunia. Anguko lako ni kicheko kwa wengine dunia. Wewe dada, kituo chako ndo hichi hapa. Shuka, achia nzio sito apate kujilamba. Bwana. Kwani mimi sinajua ninapoenda? Naenda nalo na urudi nao nitakupa nauli yako. Kwani shida iko wapi? Kwani ile gari lako lina nini? Mbona watu wanalingangania? Ni Chris Bando huyu. Na nilijua tu. Nimelipa kidogo, wamenipa bando la kutosha. Kiasi ambacho nimeamua kuunganisha wifi ili wateja zangu waweze kuenjoy. Jamani, mtapotea kwenu bure. Hata nyinyi mnaweza kujimiminia kwa uhuru kabisa. Ukishakuwa na line ya Halotel 2, unalipia 11,000 na kuungwa GB 10 zinazokaa ndani ya miezi 8. Ukitaka kumpata Chris Bando, mpigie kwa namba za simu hizi hapa. 0717 04 80 48 au 0785 73 63 61. Na namba hizo ni kwa ajili ya kumpigia Chris Bando tu. Lakini kama unataka ulipie bando lenyewe, tumia lipa namba na hakikisha jina linatoka Christopher Luoga. Na baada ya kukamilisha malipo yako, utaforward ujumbe wa muamala kwenye moja ya hizo namba za Chris Bando. Usubiri kuungwa. Chris Bando! Ino dunia. Brother. Kaka. Karibu bwana. Naona kama mazingira yako sawa. Nilikuwa nafanya usafi hapa, kwa najaribu kutandika ili baadaye nikiota uchovu nipumzike. Hata hivyo nimekuja kukucheki tu one time. Maana nimetoka kucheki game hivi. Nikasema nikupe hai kidogo hapo. Acha nikapumzike sasa. Poa, nashukuru bwana kwa kunicheki. Basi poa. Fresh. Manyanya. Mambo. Ile ni hotpot yangu.
Imefikaje ndani kwako? Hili blaza nimeliokota kwenye dustbin hapo wanapotupia tupia vitu vilivyoharibika. Kwa sababu mimi nilikuwa na changamoto ya kuhifadhia vyakula. Nikinunua chakula kwa mantilie kule, kuna namna huwa kinakuwa kinapoa haraka. Kwa hiyo sasa nikakichukua pale, nikasema angalau nitakuwa nahifadhia chakula changu ambacho nakuwa nakula. Una uhakika? Leila! Leila! Imekuwaje hii hotpot ya ndani ipo hapa kwa manyanya? Aliyekataga shule chekechea, maana nimekosa hoja kujitetea. Inanikunja inanipindapinda dunia, tofauti na mama alivyonilea, maana nimekosa nguvu kujitetea. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa, mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwe.